Tunaendelea kupongeza. Tunatamani pia kujua takwimu bado hatujawa na zile za moja kwa moja. Unaweza pia kutuambia mpaka sasa mwenendo wenu wa idadi ya uchinjaji imekaaje kwenye upande wa mbuzi pamoja na ng'ombe? Na nadhani hao ndio ambao mnajihusisha nao sana wanyama aina hiyo. Yes. Na sisi pale tunachinja ng'ombe, mbuzi na kondoo. Niseme tu kwa sasa hivi kwa sababu tunategemea wafanyabiashara wetu wachinjaji wa ndani. Kwa maana nyama yote inaliwa hapa Dar es Salaam. Lakini ni kama vile trendi inashuka. Kwa maana ule wingi wa mifugo unaenda kama unashuka unapanda, na hii inategemea na hali ya kibiashara huko minadani au mtaani. Wakati mwingine labda inapokuja karibia hizi sikukuu na nini, unakuta kwamba wanyama wanakuwa wengi, machinjwa kwa wingi, lakini kitoka au weekend tuseme, kwa kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili unakuta tuna mzigo mkubwa. Lakini inapokuwa hizi siku za kawaida, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, inashuka. Wastani wetu ni ule 350 400. Kwa unaweza wakati mwingine anaenda mpaka 500 kwa ng'ombe. Yes, kwa ng'ombe. Lakini kwa ni kipindi cha sikukuu, kwa sikukuu tunaenda mpaka 1000. Kwa mfano siku hadi tumerekodi naamini ng'ombe karibu 800 na kidogo kwa ile siku yenyewe. Lakini ukichukua kwangu ile imeanza siku moja kabla mpaka sikukuu yenyewe tumefanya karibu 1000 na kidogo. Kwa hiyo inakuwa wanyama wengi, na wakati mwingine wanakuwa wengi mpaka unaona sehemu yote imetapakaa ile, mpaka kama mnazidiwa. Kwa hiyo inabidi muongeze na muda pia wa kufanya kazi. Na kimsingi pale shughuli zinafanyika usiku na mchana. Exactly, usiku na mchana. Yaani ili uweze kuwawahi kulingana na Kwa mfano kama mchana sasa hivi tunakuwa tunapokea mpaka ikifika saa 2 usiku tunaanza kuchinja. Kwa hiyo inategemea na idadi. Wakati kama wako wengi mnaanza hata saa 1. Saa 1 jioni. Giza tu likiingia watu tunaingia mzigoni. Kwa usiku kucha mchakato unafanyika mpaka saa 11 mmemaliza. Wakati mwingine mmemaliza nyama mabuchani zimeisha. Kwa mtu anasema jamani, na mimi naweza nikachinja ng'ombe wangu niendelee, unamruhusu mpaka saa 2 asubuhi mnachinja. Ila kwa mbuzi inakuwa ni all the time tunachinja. Haina muda maalum, na tunafanya hivyo makusudi kwa sababu mbuzi zinaliwa sana kwenye mabaa mbalimbali. Tuna encourage wale wenye mabaa kuhakikisha mbuzi inachinjwa katika mazingira ambayo ni salama. Sasa tukisema tuna limit tuchinje tu usiku, mtu amechinja nyama imeisha alafu sasa unakuta mtu anashawishika kuchinjia nyuma ya jengo nyumbani kwake, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo tunachinja mbuzi muda wote na tunawakaribisha watu muda wote waje kuchinja. Kuna jambo liko kidogo tofauti, nikipita pale Vingunguti naliona. Sijui kama hili pia unahusika nalo moja kwa moja. Lakini kwa sababu liko jirani na wewe unaweza ukalizungumzia tu kwa kiasi fulani. Tumeona kuna jitihada zinafanyika za kuwekeza upande wa masuala ya nyama choma. Nadhani kuna soko kama linaendelea kujengwa pale. Na labda kwa vyovyote vile kuna ambacho unafahamu kidogo kuhusiana na pale. Unaweza tu ukapagusia kabla hatujaenda kwenye masuala ambayo unahusika nayo 100%. Napafahamu kidogo. Napafahamu kwa maana ni mradi wetu wa serikali. Na niseme tu nipongeze halmashauri ya jiji kwa kuwaza jambo kama lile, kwa sababu pale Vingunguti machinjioni ukipita unaweza kukuta, ukipita jioni wakati tunachinja utakuta watu wengi wamezagaa pembeni mwa ukuta wa machinjio wanaojihusisha na kuchoma nyama. Ndio. Kwa sasa wale wanakuwa ni kama wa machinga wa uchomaji wa nyama. Sasa kile kitu ni kama kwanza haileti picha nzuri kwa maana kwa wapita njia, lakini eneo la machinjio. Sasa serikali kabuni huo mradi mwingine kwa ajili ya kuwaleta sasa kwa sehemu moja au wachoma nyama, wakatengeneza lile soko pale. Kwa ile soko litakapokamilisha, maana yake wale wote wanaochoma nyama kwenye barabara, pembezoni mwa barabara, na kuna wengine ambao kule karibu na mabuchani, wote watakuja kuingizwa pale. Sasa kile kitakuwa ni kituo cha mtu yeyote akitaka kuja kula nyama sasa. Kuonyesha umahiri wa uchomaji wa nyama. Watu watakuja pale, watachomewa nyama safi, watakula, watakunywa, kwa sababu kutakuwa na provision ya vinywaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni soko ambalo linatengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha nyama inachomwa pale katika hali ya ustaarabu, ili tuondoe sasa vurugu zote za pembezoni mwa barabara na pale pembezoni mwa machinjio. Sawa, hiyo ni kwa muhtasari. Nimegusia hili kwa sababu najua bwana yeye ni meneja wa machinjio.
Yeye anahusiana na ndani pale kwenye machinjio yenyewe. Hayo mengine ya nje nilijua tu kabisa kwa sababu yeye jirani pale. Maana kwa vyote vile anafahamu chochote kwa taarifa tu wala pia kwa lakini naamini kwa ndani sasa tuamie kule ambako kuna mhusu yeye ya moja kwa moja. Meneja pamoja na make huyu tu meneja hivi kama sio mtaalamu wa masuala yale. Yes, kwenye swala la ulaji wa nyama. Tunasikia hili sijakuandaa nalo lakini unaweza ukajibu kulingana na namna ambavyo unafahamu. Unadhani watu wanakula nyama kiasi hiko ambacho kinatakiwa? Na labda wanatakiwa kula kwa kiwango gani? Yaani hii nyama, yani binadamu wa kawaida anatakiwa